Katika video hii, takuonyesha hatua kwa hatua namna ya kutengeneza akaunti ya Zanajira na kujaza taarifa muhimu kwenye profile yako. Kwanza, fungua browser kwenye simu au kompyuta yako. Kisha, tafuta tovuti rasmi ya Zanajira. Ukurasa wa kuingia utafunguka. Gusa nukta 3 juu kulia, kisha chagua desktop site. Kama bado hujawahi kutengeneza akaunti, chagua create account kwenye ukurasa wa login. Jaza barua pepe na password utakayotumia kuingia kwenye akaunti yako. Thibitisha password yako, kisha gusa register kukamilisha usajili. Baada ya usajili kukamilika, fungua app ya Gmail. Utapokea ujumbe kutoka Zanajira wenye activation link kwenye email uliotumia wakati wa usajili. Fungua ujumbe huo, kisha bonyeza activation link ili kuactivate akaunti yako. Baada ya akaunti kuactivate, rudi kwenye ukurasa wa login wa Zanajira. Ingiza email yako na password, kisha bonyeza login. Upande wa kushoto utaona hatua mbalimbali za kujaza taarifa zako. Anza na personal details. Hapa utaweka namba yako ya kitambulisho cha Mzanzibari, kisha gusa submit. Weka alama ya vyema, kisha bonyeza verify kuthibitisha taarifa zako. Baada ya hapo, nenda kwenye contact details. Hapa utaweka taarifa zako za mawasiliano kama nchi, mkoa, wilaya, namba ya simu, email ya pili na sanduku la posta kama lipo. Kisha utamalizia kwa kupakia cheti chako cha kuzaliwa. Endelea kwenye academic qualifications. Anza na ordinary level, yani CSEE. Chagua nchi, shule, ngazi, mwaka wa kuanza na kumaliza, namba ya form 4 bila kuandika mwaka, pamoja na daraja la ufaulu. Kisha malizia kwa kupakia cheti chako. Kama una advanced level, yani ACSEE, ongeza pia taarifa hizo kwenye academic qualifications. Chagua advanced level, weka nchi, shule, ngazi, mwaka wa kuanza na kumaliza, index number, pamoja na taarifa za matokeo. Kisha ambatanisha cheti kinachohitajika. Kama una diploma au qualification nyingine ya juu, unaweza pia kuongeza taarifa zake. Kwenye video hii, tutatumia taarifa za diploma ikiwemo jina la program, taasisi, mwaka wa kuanza, mwaka wa kumaliza, registration number, kisha tutamaliza kwa kupakia certificate na transcript. Pia, kuna sehemu ya professional qualifications. Kwenye hatua hii, kama una vielelezo vya taaluma yako, kama vile leseni ya udaktari, udereva, ualimu, au taaluma nyingine, unaweza kuongeza taarifa zake. Jaza taarifa zinazohusiana na kielelezo hicho, kama jina na taasisi, kisha malizia kwa kupakia nakala yake katika mfumo wa PDF. Endelea kwenye language proficiency.
Hapa unaweza kuweka lugha unazozifahamu pamoja na kiwango chako cha kuzungumza, kusoma na kuandika kulingana na options zilizopo kwenye mfumo. Kwa mfano, unaweza kuchagua kiwango cha vizuri sana, vizuri au wastani. Endelea kwenye working experience. Kama una uzoefu wa kazi, bonyeza sehemu ya kuongeza taarifa. Weka jina la taasisi, mwajiri, nafasi uliyofanya, supervisor, pamoja na taarifa nyingine zinazotakiwa. Pia weka tarehe ya kuanza na kumaliza kazi pale zinapohitajika. Kama bado unaendelea na kazi hiyo, weka tiki kwenye kipengele cha Is this your current job? Baada ya hapo, kuna training and workshops attended. Kama uliwahi kushiriki training au workshop, unaweza kuongeza jina la training, taasisi, tarehe ya kuanza na kumaliza, pamoja na certificate kama ipo. Kuna pia sehemu ya computer literacy. Hapa utaweka taarifa kuhusu ujuzi wa kompyuta unaofahamu, ikiwemo Microsoft Word, Excel na PowerPoint. Pia chagua kiwango chako cha ujuzi katika kila kipengele. Endelea kwenye referees. Hapo unatakiwa kuweka taarifa za watu wanaoweza kuwa referees wako. Weka cheo chake, jina, taasisi anayofanyia kazi, namba ya simu, email na anwani kama ipo. Hakikisha taarifa za referee ni sahihi na muhimu zaidi, mtu huyo anajua kuwa umemtumia kama referee. Baada ya hapo, kuna other attachments. Kama kuna nyaraka nyingine ambazo haziambatanishwa kwenye sehemu nyingine, unaweza kuziongeza hapa kulingana na aina ya attachment inayotakiwa. Kwa mfano, CV au recommendation letter. Sasa unaweza kwenda kwenye CV preview. CV preview inakupa nafasi ya kukagua taarifa zako zote kwa muonekano wa CV. Pitia kwa umakini kila hatua. Ukiona kosa, rudi kwenye sehemu husika na lifanyie marekebisho. Mwisho, kuna sehemu ya declaration. Baada ya kuhakikisha kila kitu kiko sawa, unaweza kuendelea na hatua ya mwisho inayotolewa na mfumo. Ukifikisha profile yako 80%, unaweza kuendelea kusubmit taarifa zako. Kama video hii imekusaidia, hakikisha unagonga like na subscribe. Asante kwa kutazama Jinsi TV. Tukutane kwenye video inayofuata.